akaitwa na Rais Nyerere, aniambia nataka nikuteue uwe mbunge na wakati huo nitakuteua uwe waziri wangu wa fedha. Kiza kimetanda. Tayari nyota zilizokuwa zimewaka kwa miaka 94 zimezima. Ni historia ambayo watu wengi wanatamani kuweza kuijua. Leo tunazungumza ikiwa bendera za taifa za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nchi ya Mama Rais Samia Suluhu Hassan, ikiwa ametangaza masikitiko na majonzi na maombolezo ya siku 7. Tarehe 7 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, majira ya jioni, tulipata taarifa kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akitoa taarifa ya kifo cha Cleopa David Msuya. Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa natangaza kifo cha Mheshimiwa David Cleopa Msuya, makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kilichotokea leo tarehe 7 saa 3 asubuhi katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Huyu alikuwa mwanasiasa mashuhuri wa Tanzania aliyehudumu katika nyadhifa mbalimbali za juu serikalini kwa zaidi ya miongo mitatu. David Msuya alizaliwa tarehe 4 Januari 1931 katika kijiji cha Chomvu huko Usangi, wilaya ya Mwanga, mkoani Kilimanjaro. David Msangi alijengwa juu ya msingi wa bidii, nidhamu na uadilifu. Msuya baada ya kuzaliwa mwaka 1931 alianza safari yake ya elimu mwaka 1939. Ni katika shule ya Kivindu iliyoko Usangi alionyesha nidhamu na akili ya kipekee. Akivutiwa na walimu wake waliovaa nadhifu, alikuwa mfano wa kuigwa kwa wanafunzi. Licha ya changamoto za awali, alifaulu mitihani yake ya mwisho na kuendelea na masomo ya sekondari. Baada ya shule ya msingi, Msuya alijiunga na shule ya sekondari ya Odi Moshi, mojawapo ya shule bora zaidi katika kanda ya kaskazini wakati huo. Kwa juhudi na ufaulu wake, alichaguliwa kuendelea na masomo katika shule ya Tabora Boys, shule ya kifahari iliyojulikana kwa kutoa elimu kwa wanafunzi bora kutoka sehemu mbalimbali za Tanganyika. Mwaka 1952, Msuya alijiunga na chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda, ambapo alisomea shahada ya sanaa katika historia, jiografia na sayansi ya siasa, na hapo alihitimu mwaka 1955. Baada ya kuhitimu, Msuya alirudi nyumbani na kuanza kazi ya ofisa maendeleo ya jamii mwaka 1953, akihudumu katika maeneo ya vijijini. Kazi hii ilimpa uelewa wa kina kuhusu changamoto za maendeleo ya jamii. Mwaka 1964 aliteuliwa kwa katibu mkuu katika wizara mbalimbali na baadaye akateuliwa kwa waziri wa fedha mwaka 1972. Aliendelea kushika nyadhifa mbalimbali za juu serikalini, ikiwa ni pamoja na waziri wa viwanda na waziri mkuu wa Tanzania katika vipindi viwili tofauti. Ilikuwa ni tarehe 18 ya mwezi wa pili mwaka 1972 alipata teuzi ya kuwa waziri wa fedha na baadaye kwa waziri wa viwanda tarehe 3 Novemba 1975. David Msuya alihudumu kama waziri mkuu wa Tanzania mara mbili. Mara ya kwanza ilikuwa ni tarehe 7 mwezi wa 11 mwaka 1980 hadi tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 1983. Awamu ya pili ilikuwa ni tarehe 7 ya mwezi wa 12 mwaka 1994 hadi tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 1995. Aliwahi pia kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kustaafu siasa mnamo mwaka 2000, Msuya aliendelea kushiriki katika shughuli za maendeleo, hasa kupitia jukwaa la maendeleo ya Kilimanjaro. Amehamasisha miradi ya elimu, maji na huduma za jamii katika mkoa wake wa kuzaliwa. Mnamo mwaka 2019 tarehe 23 Oktoba aliteuliwa kuwa mkuu wa chuo cha ardhi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tarehe 7 ya Mei 2025 saa 3 asubuhi katika hospitali ya Mzena Kijitonyama, Dar es Salaam, ndiko ambapo mauti ilimpata. Shida iliyomtesa kwa muda mrefu
Cleopa David Msuya ni tatizo la moyo alilougua kwa muda mrefu, ambapo alipatiwa matibabu ndani ya nchi katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, hospitali ya Mzena na pia nje ya nchi huko London, Uingereza. David Msuya atakumbukwa na mambo mengi aliyofanya nchini. Chuma umelala. Site FM tutakukumbuka sana.